Unasikika, unasikika. Yeah. Kwanza nipende kuwapongeza Watanzania wenzangu hasa Gen Z kwa sababu huko duniani tunajulikana kama bunge la Tanzania likiongozwa na Gen Z. Tumeiheshimisha nchi mpaka sasa. Kazi kubwa ambayo inafanywa na Habil, lakini bila kumsahau moderator Sama, ni kazi moja kubwa sana. Kinachofanywa hapa TikTok kimekuwa kikifanywa X kwa miaka kidogo, na shangazi Maria amekifanya kwa muda mrefu since 2023 hivi, miaka kama mitatu hivi back to back anafanya kama hivi tunaofanya. Kwanza nipende kuomba kitu, naomba hili jambo lisiwe na mwisho, kwa sababu bado tunahitajiana. Kwa sasa focus ni Disemba 9, lakini bado tunahitajiana kwa sababu mapambano inabidi yaendelee. Lazima tukubali kwamba kama taifa tumeshavuka level ya mambo yale ya mipira, sijui Yanga Simba, umbea, sijui amefanya hivi. Tumeshavuka kama taifa, tumesha qualify hiyo level. Sasa tumefika level ya kureason, level ya kutaka kujua nchi yetu inafanya nini na wanafanya nini. Na kama mnavyojua leo nimepost bunge lilivyo, bunge haramu na cabinet ya mawaziri. Man, it's like yani kama bunge ni kama yani watu yani kama familia fulani hivi wamekutana mle ndani, wanafanya mambo yao, then wanaondoka. Yani nchi inaendeshwa na familia. Inaumiza sana. Yani hii inamaanisha kwamba sisi ambao hatujawahi kuwa na wazazi ambao wamewahi kuongoza hii nchi, manake hatufai. Yani sisi tutaishi na tutakufa kwa kuongozwa hadi tunakufa. Hii hai make sense. Tuna watu ambao vijana intellectual wapo mtaani, wana uwezo wa kujenga hoja, wana akili nzuri ya kuongoza wenzao, lakini hauoni bungeni huko ambako tunawataja. Yote hii shida ni kwa sababu kuna familia fulani zimejimilikisha hii nchi. Sasa kwa sababu wao wameamua kujitengea bunge kama sehemu ya kututawala, basi na sisi tunabidi tutengeneze bunge letu ambalo ndo hili, kwa ajili ya kuendelea kuijadili nchi yetu na kupanga mema na mambo ya mbele kuhusu nchi yetu. Na sisi ni wengi kuliko wao. Hii kauli naipenda sana kwa sababu ina kibali kutoka kwa Mungu. Yani unaposema sisi ni wengi, kwa hata kwenye kitabu cha Biblia kinasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Kama hapa tunatupa watu karibia 5,000, kwa Instagram watu zaidi ya 3,000, it means watu zaidi ya 10,000 wamekaa wanatusikiliza, wanasikiliza mambo kuhusu nchi yao. Leo hii mboga wakiitisha hata press live zao hazifikagi hata watu 10. Yani it's like anaangalia Samia, anaangalia hapa katibu, anaangalia nani, yani wao kama wao wanajiangalia wenyewe, ila no one is interested kwenye kuwafuatilia wala kujua wanaongea nini. Lakini sisi tuna platform, tunasikilizana na ni wengi. So hiki tunachofanya tusiache, tuendelee. Lakini lingine ni kumpongeza Habil. Ujue Mungu anasema anampa mtu kilema na mwendo. At first miezi kadhaa nyuma tulikuwa na Polepole alijitahidi sana kutufungua vichwa baadhi ya informations ambazo tulikuwa tuzijui kuhusu nchi yetu. Watu pale ndo wakawa wanaguswa, wanawiwa kufuatilia nchi yao kupitia Polepole. Wakamchukua Polepole, hatunaye. Lakini ndo kama hivyo, Mungu anakupa kilema na mwendo. Leo hii tuna Habil anatupa information nzuri kabisa, information ambazo hata Polepole hakuwahi kuzitoa hivi. So thumbs up to Habil, mwanangu, unafanya kitu poa sana. Yani umekuja kufungua vichwa vya watu wengi sana.
na hii siku zote tunasema siku moja jina lako litaandikwa kwa wino wa dhahabu. So tuendelee kufanya hivi, tusiache. Lakini pia tuna task kubwa mbele tarehe 9 Disemba. Ni task ambayo inabidi kila mtu ajue kama anabidi awajibike. Mimi kuna wale watu waga kwenye comment nasoma na naishia tu kuumia, yani mtu ana comment as if kwamba